wa Yerusalemu ni kwa ajili ya watu waliookoka. Nguvu hiyo inashughulika na watu waliookoka ili kuwafanya watembee vichwa chini, kuwafanya kuinamisha vichwa vyao, wasitembee vichwa vyao vikiwa juu. Hebu nyosha mikono yako juu, sema: Baba, katika jina la Yesu. Sijakusikia. Baba, katika jina la Yesu, nguvu yoyote inayoinamisha watu katika mji huu na kuwafanya watembee vichwa chini, hiyo nguvu inayoshughulika na heshima za watu na kuleta aibu, ninakataa nguvu hiyo. Haitaniinamisha katika mji huu wa Dar es Salaam, katika jina la Yesu. Hiyo nguvu haitanifanya nitembee kichwa chini, kwa damu ya Yesu ni hai. Nitatembea katika mji huu kichwa changu kikiwa juu, kwa damu ya Yesu wa Nazareti ni hai. Hiyo nguvu haitaniinamisha mimi na watoto wangu. Nimekataa kwa damu ya Yesu ni hai, kwa damu ya Yesu wa Nazareti ni hai. Hebu mpe tano jirani yako, mwambie hautainamishwa wewe, hautainamishwa wala hautatembea kichwa chini katika mji huu, wala heshima yako haitapotea katika mji huu. Mwambie wewe utatembea kichwa kikiwa kimeinuka. Maana yake nini? Maana yake utatawala, hautainamishwa katika mji wa Dar es Salaam. Sema amen. Kama waliokutangulia waliinamishwa, wewe hautainamishwa, wewe hautainamishwa. Kanisa la Sayuni halitainamishwa katika mji wa Dar es Salaam. Sema amen. Nguvu hii Biblia inaita pembe. Nguvu hii Biblia inaita pembe. Ukisoma katika Zakaria moja na ule mstari wa 18, Zakaria 1 na ule mstari wa 18, aliyepata some Zakaria 1 na ule mstari wa 18, Zakaria 1 na ule mstari wa 18, aliyepata some. Soma. Biblia inasema, ndio, nami nikainua macho yangu nikaona tazama pembe nne. Alipoinua macho yake akaona pembe nne. Pembe nne ni mamlaka. Sema amen. Pembe nne ni nguvu. Kwa hivyo aliona nguvu nne, aliona mamlaka nne. Mamlaka hiyo ilikuwa inafanya kazi gani? Endelea kusoma 19. Ndio. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, nini hizi? Naye akanijibu, akamuuliza malaika, nini hizi pembe nne? Maana yake nini pembe nne nazoziona? Hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda. Anasema hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda. Hebu nyosha mikono yako, sema: Baba, katika jina la Yesu, hakuna pembe itakayonitawanya katika mji wa Dar es Salaam. Pembe yoyote inayotawala mji huu, ambayo kazi yake ni kutawanya watu, kazi yake ni kusambaratisha kazi za watu, kazi yake ni kusambaratisha huduma za watu, kwa jina la Yesu ni hai. Pembe hii haitanisambaratisha, pembe hii haitanisambaratisha, kwa jina la Yesu wa Nazareti ni hai. Pembe hii haitatawanya biashara yangu, pembe hii haitatawanya watoto wangu, pembe hii haitatawanya huduma yangu katika mji wa Dar es Salaam. Kwa muda wote nitakaokaa
nitakaa nikiwa nimejikusanya, kazi zangu zimekusanywa, wala hazitatawanywa kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Sema amen. Akasema hizi pembe nne maana yake nini? Akaambiweje? Soma ndugu yangu, akaambiweje? Hizi ndizo pembe zilizotawanya watu wa Yuda na Israeli. Akaziona pembe zilizotawanya watu wa Yuda na watu wa Yerusalemu. Endelea kusoma. Kisha Bwana akanionyesha wafua chuma wanne. Alipoona pembe zile nne, pembeni akawaona wafua vyuma wanne. Ndipo nikauliza, hawa wanakuja kufanya nini? Hawa wafua vyuma hawa wamekuja kufanya nini? Akasema kwamba hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda, hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake. Akaambiwa habari za pembe nne ya kwamba ziliwatawanya watu wa Yuda, hata hakuna aliyeinua kichwa chake. Hakuna aliyeinua kichwa chake. Inua kichwa chako, sema wewe pembe unaitawanya Dar es Salaam, unaitawanya waliokoka Dar es Salaam, na inua kichwa changu. Kichwa chako cha mamlaka, kichwa chako cha utawala unakiinua. Sema nakiinua, wala hakuna atakayekiinamisha siku zote nitakazokaa katika mji wa Dar es Salaam. Nataka useme kwa nguvu, siku zote nitakazokaa katika mji wa Dar es Salaam sitatembea kichwa chini, wala kichwa changu hakitainamishwa, hakitainamishwa na mamlaka ya aina yoyote. Sema amen. Kazini kwako hautainamishwa, kwenye huduma yako hautainamishwa, kwenye masomo ya watoto wako katika juu hawatainamishwa. Sema amen. Akaambiwaje? Hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake. Hata ikawa hakuna aliyeinua kichwa chake. Lakini hao wamekuja. Lakini hao wafua vyuma hawa wafua vyuma ni watu gani? Ni waombaji. Hebu sema ni waombaji. Ni waombaji. Baba lazima ainue watu Sayuni, waombaji ambao watakuwa na kazi ya kushughulika na hii mamlaka. Tumsoma. Haleluya. Wamekuja kuzifukuza. Hawa wafua vyuma wamekuja kuzifukuza. Kuziangusha pembe za mataifa zinazotawala nchi. Baba ainue waombaji watakaoomba juu ya mji huu, ili zile pembe zinazofukuza watu kanisani, zinazozuia watu kanisani, zinazozuia watu kuinuka kwenye eneo la biashara, zinazozuia watu kuinuka kwenye eneo la huduma, hawa wafua vyuma waangushe hiyo pembe, waangushe hiyo mamlaka, ili kurejesha utawala wa watoto wa Mungu. Sema amen. Nataka useme amen kwa Mungu. Soma malipokeo. Ili kuziangusha pembe za mataifa. Ili kuziangusha pembe za mataifa. Walioinua pembe yao juu ya nchi. Walioinua pembe zao juu ya nchi. Ili kuwatawanya watu. Mpetano jirani yako, mwambie mimi ni mfua vyuma. Nimekuja kuangusha mamlaka hizo. Mamlaka gani? Katika mji wa Dar es Salaam. Mamlaka ambazo zinawafanya watakatifu watembee vichwa chini. Mamlaka ambazo zinawafanya watakatifu katika mji wa Dar es Salaam watembee kwa aibu. Baba anakuinua kwa siri kwa jina la Yesu aliye hai, ili kuangusha utawala huu. Sema amen. Na kwa jina la Yesu utawala
mchi ambao Baba amekupatia, akupatii mchi tu uliobarikiwa tu, ule mchi una laana fulani. Naona kuna laana inayotafuna watu katika mchi huu, lakini Baba amekupatia huo mchi na ameficha baraka zako katika huo mchi. Lakini mchi huo ambao Baba amekupatia kuna laana ambayo lazima uishughulikie. Kuna mamlaka 4 ambazo lazima uzishughulikie ili uweze kuteka baraka zako, ili uweze kuteka baraka zako. Naongea na wewe ili uweze kuteka baraka zako, ili uweze kuteka baraka zako. Lazima uiangushe nguvu inayoinamisha. Lazima uharibu laana inayotawala mchi huu. Sema amen. Kila mchi una laana yake. Kila mchi una laana yake. Nilikuwa natembea pale soko vao, nikashangaa mchi, nikashangaa Mungu nilikuwa napata mzigo wa vitu vingi unazaliwa. Naona biashara za watu wengine zimefungwa. Nikakaa nikauliza, kwa nini watu wafanikiwe? Kwa nini mambo yaendelee? Kuna laana inatafuna maisha ya watu katika mchi. Na ndio maana lazima ujue laana gani inautafuna Dar es Salaam. Imetafuna wazilishi, imetafuna wageni. Lazima uijue ili wewe isije ikakutafuna, ili watoto wako wasije wakatafunwa katika mji huu wa Dar es Salaam. Sema amen. Tunasoma haraka Isaya 24 na ule mstari wa 5. Isaya 24 na ule mstari wa 5 na ule mstari wa 6. Tumsoma, anasemaje? Isaya 24 mstari wa 5. Tena dunia imetiwa unajisi. Anasema dunia imetiwa unajisi kwa watu wanaoikaa. Kwa watu wanaoikalia dunia imetiwa unajisi. Kwa maana wameziasi sheria. Kwa maana wameziasi sheria. Wameibadili amri. Wamevunja agano la milele. Ndiyo sababu laana imeila dunia. Na wanaoikaa. Na wao wanaoikaa wameonekana kuwa na hatia. Ndio sababu watu wanaoikaa dunia wameteketea. Watu waliosalia wakawa wachache. Kwa sababu ya laana inayotafuna. Kila mchi una laana yake, na lazima wewe kama mwana wa Mungu uijue, alafu uishughulikie. Tunakwenda pamoja, uishughulikie. Usipoishughulikia utafeli katika mchi ambao Mungu amekuweka. Utafeli katika mchi ambao Mungu amekuweka. Usipoishughulikia utafeli. Usiposhughulikia nguvu inayoinamisha watu katika mchi utafeli. Mwambie jirani yako, utafeli. Utaishi maisha ya kawaida, utaishi maisha ya aibu. Lazima uishinde hiyo roho inanamisha watu. Lazima uijue laana inayotafuna watu na uishughulikie. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Ili ufanikiwe katika mchi, lazima uivunje laana ya mchi, iwe ya kishetani, iwe ya kishirikina, iwe ya kiganga. Unaona, na kuimarisha kazi na kuiamrisha kazi ya mikono yako ikubalike katika mchi. Kazi ya mikono ikubalike. Unaivunja laana ya uganga na ushirikina inayofanya kazi, alafu na laana za kila namna, na unaamuru mchi ukukubali. Biashara yako ikubalike katika jiji la Dar es Salaam. Utumishi wako ukubalike katika jiji la